ni mahogo. Good. Unasomea wapi? Borogeshua. Lakini anasema pole kitu kifika mwisho utaona vile atajabu. Unaposema jina lako na nini? Wewe ni mzazi. Ndio ni chagi jinsi gani? Yaani yako 26 kama mzazi na mmoja. Bani, huyo ndiye alifanya mtihani. Si ni huyo na ako na huyo. Na Elvis inaweza sema wewe ni mzazi na useme ile challenges inaelekea kupata 2026. God is good. All the time. Ongeza zaidi. Kama jina naitwa Ann Atere, nimeokoka. Mimi ni mzazi wake Edith, Sandra, Elvis na Austin. Edith amemaliza university. Sandra saizi ndiye alifanya mtihani ya grade 9. Mungu ametuonekania through maombi yenu na ameweza kuachieve. Na tunaomba Mungu hata hapo mahali ambapo tunaelekea atatuwezesha. Na yeye mwenyewe ndiye anajua mahali pia atamwandalia ili aendelee na hiyo grade 10. Ngaje mwaka huu umekuwa na a lot of challenges kwa mapato. Hata mahali ambapo wamefika amepitia challenges, lakini tulikaa kumu-encourage. Wakati mwingine tulikuja kwa mkaa akawa encouraged, na hapo tumefika ni Mungu, sio kwa nguvu zetu, ila kwa nguvu za Mungu. Watu wakikuuliza kwamba ungetaka yani unaona hii ni kamera, uende kama mtu ataona hatujui, lakini ni kitu gani ungetaka katika challenge ya kusomesha Sandra na wengine, ni mambo gani? School fees. School fees ni kwa how much is going to do there for the 1 year? 1 year kulingana na serikali kwa sasa it's around 54,000 public. Yes. Na watalipa kwa installment au kwa moja? Bado hawajatupa mwelekeo kamili. Na kando na the school fees, that is 54,000. Yes. Kando na the school fees, tutakuwa na kuandaa kwa shopping yao, mahitaji yao personally. Kama ni pesa ngapi hiyo kuandaa? Sasa hiyo ni shopping kama mattress nini, tutanunua hizo vitu. Hamna budget yake. It's around comfortably 15 to 20,000. Okay. Na natumai Mungu atatenda. Mungu atatenda. Yes. Mambo yote tunawekea Mungu. Na tunaomba ule mtu atasikia ukiongea hivi, ule mtu atakuona, tuombe mtu aone, maana watu wako huko nje wanaweza kuona. Wataweza kusema vile wanaweza kusaidia. Unajua sio wewe peke yake. Kuna wengine. Na hata wako kanisa yetu pia. Acha tuwe umefika hapo. Nimefika hapo kwa sababu ashasema vile aliperform. Alipata 66 out of 72. So alipata EE. Subject zote 9. Na tunashukuru Mungu. Hii vituambia ina maana gani? Exceeding expectation. Ndio siku zile Si ya zamani. Kulikuwa na sasa hizo ilikuja nyingine. Hii sasa ni kama A. Najua ni kama A+. Acha tuende kwa dada. Naye Bwana Yesu asifiwe. Niseme niko na furaha ya Mungu kwa sababu ya mwaliko wa nyumba hii ya mchungaji pamoja na mke wake. Niseme ni asante sana sababu ni mara yangu ya kwanza kuwa katika hii kikao. Na pia nirudi niseme ya kwamba asante sana kwenu kwa sababu ya kutii
sauti ya Mungu. Ninapotazama na ninapoendelea na kuona, naona ya kwamba hapa kuna calling ya Mungu. Na hii calling watu wengi wanaweza kosa kuielewa. But Mungu akinena amenena, na yoyote yule atakayeweza kuelewa Mungu amenena ni yule tu ako katika roho ya Mungu. Kwa hivyo mimi kwangu nimeona hapa kuna calling ya Mungu, na nimeona watu wametii sauti ya Mungu. Kwa sababu hili jambo si jambo tu linafanyikana kwa kila mmoja. Wengi wangependa hata wakue katika starehe zao. Wengi wangependa wakue katika maisha yao ya kipekee ama ya kibinafsi. Kama hivyo nimesema ya kwamba nimeweza kuona watu watiifu mbele zake Mungu, kwa sababu wakati kama huu tuko katika msimu wa Christmas, lakini wamejitolea ya kwamba waone ya kwamba watoto wameingia katika kikao yao, wakaweze kupata mafunzo, wakaweze kuelimika, na wakaweze kujua jinsi watakavyoishi vizuri. Kwa hivyo wanalilia hata wale, hata sio wajukuu tu, hata wanaita tushukuru, wanalilia hiyo tushukuru ili maisha yao ya baadaye ikuwe mzuri. Kwa hivyo hiyo ni Mungu ameweka hiyo jambo ndani yao. Mimi kwangu, kwa watoto wetu, kwa wajukuu, kwa sababu nikiangalia hivi naona ni wajukuu, kwa wajukuu wetu, especially hao wamefanya hiyo grade 9, congratulations. Mimi nimefurahia sana. Sisi wakati wetu tulikuwa na points, na zilikuwa tunafanya baka ilikuwa 36 points. So ule alikuwa anafanya mzuri alikuwa anafikisha 35. Sio wengi ungekuta wamefikisha 36. Na wakati umesema 66, nimefanya calculation yangu ya haraka sana, nikaona zile umeacha tu kitu kidogo sana, so 6 tu peke yake. So mimi kwangu nikasema hii ni hivi umesema mchungaji, ni almost A+. So umefanya maajabu, na tunashukuru Mungu sana. Saidi ya yote asanti kwa Mungu aliyekuwezesha, aliyoweka hizo akili, nayo kakubaliana na hiyo maneno ya kwamba mimi nimezalika na mimi ni mtoto anaweza fanya mzuri. Asante kwa utiifu wa wazazi wako. Asante kwa sababu walikuelekesha katika ndani ya nyumba ya Mungu. Wakati mmefanya introduction, nimesikia kila mtu hapa ana matamko ya Mungu ndani yake. Hiyo naye ikanichangamsha sana. Ati ya kwamba watoto wetu, wajukuu wetu tunawalia katika njia ya Kikristo. Sasa siku ya leo, mimi yangu mawaidha yangu kwa Sandra, kwa Njeri, kwa vijana wetu hapo, na huo mwingine ni Njeri pia. Njeri na hao wengine wenye wako pande hii bado wameingia, na ninajua watatega masikio ili wakaweze kusikia jambo linaloendelea hapa ni jambo lipi, na ushauri unaoendelea hapa ni ushauri gani. Kitu ya kwanza
Kitu ya kwanza mimi katika ushauri wangu ni jambo la kwanza kabisa ni ati ya kwamba msikubali kupoteana na Mungu. Ukitaka jambo lako liwe successful, jambo la kwanza ni kumtii Mungu peke yake. Ukitii Mungu, mambo yako yote ujue itaenda ikiwa shwari kabisa. Kwa sababu gani? Mungu ndiye mwenye nguvu zote. Ndiye mwenye uwezo wote. Huyu Mungu ndiye amewezesha hata wazazi wako kukufikisha mahali umefika. Kwa hivyo jambo la kwanza kumuogopa Mungu peke yake. Jambo la pili kuogopa wazazi wako. Tuko pamoja? Wazazi wako si wale tu wamekuzaa. Si wale umenyonya matiti yao. Enzi zetu tulikuwa na hiyo mafundisho. Na kwa kweli tulishika na tukaelewa. Ati ya kwamba mzazi wangu ako uhai hata saa hizi. Si ati mzazi wangu tu ni huyo mwenye alinizaa. Lakini mzazi wote wa hiyo rika ya mzazi wangu ni mzazi wangu. Na nyinyi mkishika hiyo maagizo yenye tutawapea siku ya leo, mtafika mbali na mtaenda mbali. Kwa sababu gani? Mtakuwa watu watiifu mnapoona wazazi. Nataka tu kuwapea kahadithi kidogo tu kabla sijaongea na hiyo nyingine. Siku moja nilikuwa mgeni katika hii pipeline na nilikuwa nimekuja kuona mjengo imefika wapi. So tulichelewa katika hiyo site ya kwenye kulikuwa kuna jengwa. Na nikakanyanga mguu mpaka pale junction. Nilipofika hapo kulikuwa na giza. Kagiza ndio kanaingia. Haikuwa imeingia sana, ni kagiza kanaingia. Nikapata msichana na kijana. Macho yangu ikuwa imezoea kuona jambo kama hilo. Nikaona msichana na kijana wamekuba. Nikaka mawaidha kuja. Hii nyumba, hii boma ni wasi. Ukitaka another session, another meeting, in fact tulisema hivi, tukasuggest mkienda kule mtaenda labda mkifunga shule ama university, ask for a session. We can make a session for you. We need to sit together and even eat together. Na sisi ni wazazi wenu. Mtu asianguke kwa shida asema hatupata mtu wa kumsaidia. Si tuko. Unasikia mama huyu alitoa mawaidha makali sana na mawaidha mazuri, ana upendo. Kwa hivyo tutakuwa tukifanya namna hii, tungetaka kuona mmeenda mbali sana. Kama msanii mmoja wa nephew alikuwa na nikamwambia unataka darasa la 9. Ndio alifanya darasa la 9, akasema mimi nataka kwenda nisome ni atizijue aende majuu na asome mahali yote. Anyway, haya jambo linitazia mtaje na nimtaje mambo mazuri. Ni kitu kinaitwa time management. Anafanya management, sijui kwa nini akutaja hiyo kitu. Ana masters ya time hiyo management hiyo. Management na MBA inaitwa ni whatever. Ni time management. Ujizoeze ku manage your time, si ndio? Manage your day. Asubuhi utafanya nini? Hii utafanya hata masomo. Kwa wakati unafunga lazima umanage ni wale kwa wanatarajia kufanya mzani, unasema okay. Ndio tulikuwa tunafanya asubuhi nitafanya geography. Saa 4 na saa 6 nitafanya mathematics. Yaani wakati yani you train yourself to manage your time. Na ukimanage hiyo time, ukifikia mwisho wa mwaka utakuja unaona umefaulu. Lakini usikubali saa masaa yanaenda hivi ni kuongea ni TV. Una TV kwani? Sasa. Unaona saa ngapi? Masaa mangapi? Una masaa ngapi? Moja, mara mbili, masaa matatu? Tunaona masaa matatu. Kuna wengine wanakuwa ni kama wameolewa na TV. Wako kwa TV tu peke yake. Yaani ndani yake akipimwa ni TV. Niko TV ndani yake. Kwa hivyo
Na hata hii simu inakuwa ni kitu ya kupoteza wakati. Simu sasa ndio zaidi sasa. Sasa ndio hiyo simu ndio hiyo. Inachukua wakati mwingi na pengine unatakiwa kusoma, si ndio? Lazima natuambie tuwe na discipline, si ndio? Na sister discipline. Hata wanafunzi wa Yesu walito disciples sababu ya kuwa discipline. Hakuna ati, na wakati wengine watu wanasema ati wanataka freedom. Freedom nyingi haifai. Wewe jaribu ati freedom ya kila kitu, ati unaenda kutembea alafu unarudi saa 6 usiku. Inawezekana. Pengine wewe kama unajiweza wewe mwenyewe unajikaa peke yako, lakini kama unakaa na wazazi kwa ati lazima time na ueleze mahali ulikuwa wapi wakati huo. Maana hata ukipata mambo mabaya, si mzazi ataulizwa. Kwa hivyo hakuna kitu wakati unaweza kusema I'm so have all the freedom. Hakuna cha hiyo. Si unaona? Mapambo Yesu, vitu vyote vya thamani kwetu, mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. We have come to an end of our function of Thanksgiving, talk and prayer to help our kids, to inspire our kids and motivate them. And you have seen yourself, if there is any way you can contact us or any kind of financial material help to help these grade 9 people who are going to high school, and others in high school they experience shortages of fees, and we would be very grateful when we pray to God that He will He will give you, He will bless you for blessing these young people, or the Gen Z, you want to call them that way. So we are thankful for the Kings FM radio and this man who are taking videos. They do a better job, and we usually give the word of God through them. And Jemo is the CEO of this Kenya what? Kings FM radio, and it's very soon we may have a TV. So thank you very much for the work that you do. Thank you very much. Yaniburudisha nikirukaruka, Hosana amen. Yaniburudisha